Je, umekata tamaa? Yes. Je, umepoteza mwelekeo? Yes. Je, wamekuacha? Yes. Wamekutenga? Oh my God. Je, kuna wakati imefika hatua hujui ni wapi uende? Kuna nyakati zimefika haujui ni wapi uanzie, kwa sababu kila ulikokwenda ni mlima na hata ulikotoka ni maporomoko makubwa. Haujui? Je, shida ni nini? Umewahi kugundua? No. Kwa nini msongo wa mawazo? Kwa nini? Kwa nini stress? Kwa nini msongo wa mawazo? Msongo wa mawazo ni jambo ambalo limekuwa linawasumbua watu wengi sana. Msongo wa mawazo ni kitu ambacho kimekuwa kikiwatafuna watu wengi kidogo kidogo. Ni mfano mwa mchwa akiwa anatafuna ndani kwa ndani, na baada ya hapo ukija kushika lazima utayaona matokeo. Yes. Haijalishi ulijipanga kwa muda gani, haijalishi ulikuwa ni bora kwa muda gani, lakini msongo wa mawazo. Kwa nini msongo wa mawazo? Msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo tutakwenda kuugusia katika namna tofauti katika siku ya leo. Kwa nini msongo wa mawazo? Let's go. Msongo wa mawazo ni hali ya shinikizo la kiakili au hisia inayotokana na mahitaji yanayoamshwa ndani na kuto kushindwa kuyakontrol. Yanaweza yakawa masuala ya kifamilia, masuala ya kijamii, lakini pia na masuala ya watu ambao kwa wanatuzunguka na vitu. Msongo wa mawazo ni hali ya mtu kuwa na mrundikano ya tafakari nyingi kichwani ambazo kimsingi umezikosea majibu, na baada ya hapo zikikutana, ya kwanza ikaja ya pili ikaja ya tatu, basi ni msongo wa mawazo. Kwa nini msongo wa mawazo? Kwa nini? Je, kwa nini? Nitakupatia sababu 10. Sababu gani ni msongo wa mawazo? Kwa nini? Kwa nini? Jambo la kwanza ni shinikizo la maisha ya kisasa. Tunaishi katika dunia ya ulimwengu wa teknolojia, ulimwengu ambao umejawa mambo mengi yenye kuvutia, mambo mengi yenye kuonesha kwamba kila mtu amepiga hatua, na ndio maana tunaishi kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kutokana na shinikizo kubwa la ulimwengu wa kisasa, hii imepelekea watu wengi kuwa na msongo wa mawazo. Kila mtu unayekutana naye katika mitandao amefanikiwa. Kila mtu unayekutana naye katika mitandao amepiga hatua. Kwa nini msongo wa mawazo? Kila mtu unayemuona amepiga hatua kukuacha. Kitu ambacho naweza nikakutia moyo nishie na wewe katika siku ya leo ni kwamba no one can show you his or her struggles. Everyone go to show you how he or she can win. Kila mtu, no one can show you behind the scene, even in a movie. Kila mtu atakuonesha jinsi ilivyoonekana kwamba imepambwa vizuri, lakini hujui kwa nyuma anatafunwa na nini, hujui kwa nyuma ana changamoto gani. Kutokana na shinikizo kubwa la maisha ya kisasa limepelekea msongo wa mawazo. Hivyo basi, kwa takwimu zilizopo duniani, asilimia kubwa ya vijana wamekuwa wakiangamia. Kati ya vijana 4, basi kijana mmoja lazima atakuwa anatafunwa na msongo wa mawazo kutokana na shinikizo la maisha ya kisasa na ufuatishaji ya masuala ya mitandaoni. Lakini pia jambo la pili, kwa nini msongo wa mawazo? Majukumu mengi kwa wakati mmoja. Even a superhero can start to lift a small weight after then going to save the whole world. Kwa nini msongo wa mawazo? Watu wengi wa vijana, familia, watu wazima, wadogo, wamekuwa wakijikuta wana mkusanyiko wa majukumu yakiwa ni mengi, hivyo kupelekea msongo wa mawazo na watu kuteteleka. Imekuwa ni changamoto katika maisha ambayo yamekuwa yanatuzunguka. Kwa hiyo ili kuweza kuepuka, jitahidi kupunguza idadi ya majukumu ambayo yanakuwa yanakuzunguka ili kupata space na nafasi ya kuaccumulate nguvu mpya. Kwa nini msongo wa mawazo? Kwa nini? Lakini jambo la tatu na ni kubwa sana ni masuala ya matatizo ya kifedha. Watu wengi wamekuwa wanaingia katika swala la changamoto la kifedha au financial problems. Watu wengi wamekuwa wakipambana kila siku, kila kukicha, wakitaka kuenda katika financial freedoms. But wamejikuta wanaingia katika financial problems. This imekuwa ni problem kubwa sana. Miongoni mwa matatizo ambayo yanahusisha masuala ya kifedha ni watu kuwa na mikopo na madeni. Gharama kubwa za maisha kila siku panapokucha zinaongezeka. Kila kukicha gharama zinakuwa ni kubwa sana, hivyo kupelekea kuwa na changamoto kubwa ya masuala ya kiuchumi, hivyo kupelekea msongo mkubwa wa mawazo. Je, nitalipaje lile deni? Je, atanifunga? Je, ikitokea kama sitaweza kuafford haya ambayo maisha nayaishi, huenda anaweza huyo mwanamke akaniacha?
Ikitokea kama nikashindwa kuilisha familia, watahisi nimewatelekeza? Na je, kama sitawapatia kinachopatikana, watahisi mambo hayako sawa? Kwa nini msongo wa mawazo? Jambo la 4 ni matatizo ya mahusiano. Hii imekuwa na changamoto kubwa na sehemu inagusa kila mmoja. Katika sasa, mahusiano ya sasa yamejaa migogoro mingi kutokana na kila mmoja kutamani na mambo ambayo yanaonekana katika mitandao ya kijamii. Lakini pia hata kizazi kimebadilika. Ndoa imekuwa sio thamani tena na mahusiano yamekuwa ni sehemu ya maigizo. Sehemu ya kuonesha kwamba na mimi ninacho na mimi namuweza. Hivyo mahusiano yamekuwa changamoto katika mahusiano ya familia, mahusiano ya kimapenzi, mahusiano ya kirafiki. Usaliti umekuwa kwa kiasi kikubwa. Kwa nini msongo wa mawazo? Kwa nini? Watu wamekuwa wakisalitiana, watu wamekuwa wakiumizana, watu wamekuwa wakitonesha vidonda vilivyotokea miaka iliyopita. Wengine wameishi kwa kumtegemea mtu, lakini baadaye akawakataa. Wengine wamemsaidia mtu kwa kujitoa mpaka kumsomesha, lakini imefika hatua wamekataliwa, wameonekana wafai na uhusiano umekufa. Kwa nini msongo wa mawazo? Jambo la 5 linaweza kupelekea msongo wa mawazo kwa kiwango kikubwa katika dunia na jamii inayotuzunguka ni kutokufanya vizuri shuleni au kazini. Tunasema underperformance. Watu wengi wanatamani kufanya at the pro, wanatamani kufanya katika viwango vya hali ya juu sana, lakini kutokana na changamoto zinazowakumba na changamoto zinazokuwa zikiwakabili, wamejikuta wanafanya na kuperform chini ya kiwango, si katika mazingira ya shule, si katika mazingira ya kijamii ama kazini, na wakati mwingine hata katika mazingira ya kifamilia. Watu wamekuwa wanashindwa kuperform hata katika tendo la ndoa. Hiyo imepelekea pia msongo wa mawazo. Kwa sababu gani msongo wa mawazo? Hivyo shinikizo la kiwango kikubwa limekuwa linawapata, majukumu mengi, ratiba ngumu na malengo makubwa. Hivyo wamejikuta wanashindwa kufanya katika viwango vya juu na kutumbukia katika msongo wa mawazo. Lakini pia jambo jingine linaloweza kusababisha msongo wa mawazo ni matumizi ya mitandao ya kijamii na kulinganisha maisha. Watu wamekuwa na compare maisha yao na watu ambao wanaishi katika mitandao ya kijamii. Siku moja mwandishi lakini pia na msimuliaji mzuri na tajiri mkubwa wa China, Jack Ma, alishaye kusema, just imagine you woke up early in the morning, away from watching or viewing a Bible, you are going to view someone in the social media and you are going to compare with your neighbor's dog life. You are seeking gods and they're seeking coconuts. You say, wow, look at my friend. My friend is just over 23 years old and she's bought 2 houses and 2 cars. Oh, I'm lost. Hii imekuwa ni changamoto kubwa. Kwa nini msongo wa mawazo? Lakini pia jambo jingine ambalo linaweza kupelekea msongo wa mawazo ni kutokuwa na muda wa kupumzika na kujitunza. Watu wengi wamekuwa wakitafuta kurupushani kila siku, wanakimbizana na pesa. Wakiamka asubuhi kukicha na kuwaza pesa, wakienda kule ni kutafuta fedha. Imepekea mpaka muda wamefika wakati wanakosa wakati wa kupumzika. Unapokuwa ukikosa wakati wa kupumzika, akili na tabia ya kujam inatengeneza complications nyingi katika ubongo, kwa sababu hata simu haiwezi kufanya kazi wakati wote. Kuna wakati inabidi irudishwe chaji. Kwa watu wengi wamekuta wanapambana kushika fedha, kumiliki mali, lakini baadaye wanasahau hata kujitunza wao binafsi. Na ndio maana watu wengi ambao unakuta wamefanikiwa katika masuala ya kimaisha wanatafunwa na magonjwa makubwa, kwa sababu walishindwa kujitunza wakati wakiwa wanatafuta. Hivyo kuwapelekea kuwa na misongo ya mawazo na hata hivyo kuingia na mashinikizo ya kujinyonga, kujiua na kuingiza matatizo mbalimbali. Kwa nini msongo wa mawazo? Jambo jingine linaloweza kusababisha msongo wa mawazo ni kukosekana kwa msaada wa kisaikolojia. Katika hii dunia tunaishi kwa kutegemeana. Hakuna ambaye ana uwezo wa kuishi peke yake. Kama mfano wa kitu kilicho mbali zaidi, hata nyota juu zinasaidiana na zina mkubwa wao ambaye ni mwezi, anazisaidia pia kuangaza. Hata pia jua likiwa linaendelea kufanya shughuli zake, wakati wa mchana litafanya kazi, usiku litasaidiwa na mwezi. Hivyo katika maisha haya watu wengi wamekuwa nakosa misaada ya kisaikolojia, lakini pia wamekuwa nakosa na misaada ya kihisia. Mtu anapitia changamoto, mtu anapitia matatizo, lakini hana wa kumweleza. Kila mtu ambaye anamwambia kuhusiana na habari zake amekuwa akizitoa nje na kuzifikisha mbali. Hiyo pia imekuwa inasababisha msongo wa mawazo. Watu wengi hawapati matibabu, na
kunyanyapaliwa hapo ndani na misaada ya afya ya akili inakuwa inapotea, na ni zaidi ya 75% ya watu wanaokabiliwa na ugonjwa huu katika nchi zinazoendelea hawapati matibabu na watabibu wakuu ambao wanahusiana na masuala ya kisaikolojia. Kwa nini msongo wa mawazo? Kwa nini? Jambo la 9 ni kusubiri hadi hali iwe mbaya kabla ya kutafuta msaada. Watu wengi wamekuwa wanaingia katika changamoto katika maisha haya, aidha ni katika madeni, aidha ni changamoto za kifamilia, aidha ni changamoto za kiimani, aidha ni changamoto za mtu binafsi. Wamejikuta wakiingia katika matatizo ambayo walidhani wenda wangetumia nguvu na akili zao kuweza kutoka katika huo mtego. Mwisho wa siku wamejikuta kuingia katika mtego ambao hawawezi tena kutoka. Je, uliingia mkataba na mtu pasipo kujua unamaanisha nini? Je, uliingia katika mahusiano kwa miguu miwili ukijua ya kwamba ndio sehemu umefika? Hebu angalia, tazama. Inaweza kukuletea shida, inaweza kukuletea hatari. Kwa sababu kusubiri hadi hali iwe mbaya na kutafuta msaada, utajikuta umetumbukia katika msongo wa mawazo. Je, ulianza kukopa ukiwa unaamini ya kwamba utamaliza? Na baada ya kugundua madeni yamekuwa makubwa na kusema ya kwamba sitalifanyia kazi, na baadaye, je, ulipewa notes za kusoma na umechelewa kuzifanyia kazi mpaka siku ya mtihani ilipofika? Lazima ujikute umeingia katika msongo wa mawazo. Lazima. Lakini pia sababu ya mwisho ni kwamba kutoelewa tofauti kati ya msongo wa mawazo wa kawaida lakini pia na mfadhaiko. Watu wengi wamekuwa wanachanganya kwa sababu mwanadamu yoyote lazima awe na uwezo wa kufikiria, lazima ajikute anaingia na mawazo tofauti kichwani. Lakini msongo wa mawazo inakuwa ni hali ya shinikizo la juu la kurundikana kwa mambo na tafakari ngumu sana ambazo hazipati majibu kila wakati. Na ndio maana watu wengi wamekuwa wanaingia katika hizi changamoto kutokana na kwamba wanashindwa kutofautisha kati ya mawazo ya kawaida lakini pia na msongo wa mawazo ambao unapelekea mfadhaiko. Kwa takwimu ambazo ninaweza kukupatia katika siku ya leo na nukuu mbalimbali ambazo zinaendelea katika hii dunia, WHO kwa mujibu wa WHO anasema msongo wa mawazo wakumba mtu mmoja kati ya watu 4 katika nyakati tofauti. Lakini pia anasema kudhibitisha msongo wa mawazo kunahitaji mchanganyiko wa mawazo ya mwili, lishe bora, usingizi na mbinu za kupumzisha akili. Lakini pia jambo jingine ambalo tunaweza tukalifuatilia kwa baadhi ya nukuu, anasema stress is the body's reaction to any changes that requires an adjustment response. Means kwamba mwili unapokuwa unaingia stress, manake kuna mabadiliko yasiyo ya kawaida ambayo yanataka kitendo kifanyike ili yaweze kukaa sawa. Almost of everyone deals with the stress at some point in their lives, but if left untreated, it can lead to the serious problems. Kila mtu anakuwa na changamoto, lakini kama haitachukuliwa hatua itapelekea tatizo kubwa la moja kwa moja na kupelekea shinikizo la juu la msongo wa mawazo. Kwa nini msongo wa mawazo? Kwa nini? Asante kwa kunifuatilia. Naitwa Jackson Andrea Daniel. God did once again. Asante kwa kunifuatilia. Goodbye.